Mtazamaji wa TAKUKURU TV, harakati za mafunzo ya siku 3 kwa maafisa uelimishaji umma wa TAKUKURU kutoka mikoa na wilaya zote Tanzania bara zimehitimishwa leo na naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bibi Neema Mwakalili. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, tumekuwa tukiongea jambo hili toka siku ya mwanzo. Lengo la mafunzo haya lilikuwa ni kujengeana uwezo, kupata maarifa zaidi, kupata ujuzi zaidi, lakini pia kupata mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kama waelimishaji kuwa na mchango mkubwa zaidi katika eneo zima la uzuiaji rushwa. Kwa nina matarajio kwenu kwamba kupitia mafunzo haya ambayo mmeyapata katika siku hizi 3, basi tutatoka na tutakwenda kuyafanyia kazi, na kwamba uelimishaji wetu na namna ambavyo tunawasiliana na umma kutakuwa ni kwa namna ambayo inafanyika kwa ufanisi mkubwa zaidi, na kwamba uelimishaji wetu utakwenda kuimarika, na kwamba hatutajielekeza tu katika kugusa hisia za waelimishwaji wetu au umma wa Kitanzania, lakini tutakwenda pia kuchochea fikra, na hivyo kutakuwa na mabadiliko ya kifikra, lakini pia mwenendo na kitabia. Tutaendelea, ni matumaini yangu, kuongozwa na ile dira ya elimu kwa umma, kuona katika maeneo yetu tuliopewa dhamana kuyaongoza, kama vile wananchi wanachochewa kushiriki zaidi katika shughuli za kuzuia na kupambana na rushwa. Moja ya mada iliyotolewa kwa maafisa hao ni sheria mbalimbali zinazosimamia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu 2025, ambapo Bwana Donasian Kesi, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Shinyanga, ni miongoni mwa wawezeshaji kwenye mafunzo hayo. Vema, kabla sijaingia kwenye yale yaliyokatazwa, tujue hizi gharama za uchaguzi zina cover nini na nini na nini. Ukiangalia sheria yetu inasema gharama za uchaguzi ni fedha zote zinazotumika au gharama zinazotumiwa na chama cha siasa, wagombea au serikali wakati wote wa mchakato wa uteuzi, wakati wa kampeni na wakati wa uchaguzi. Haya utayapata kwenye kifungu cha 7 cha sheria yetu. Kifungu cha 7 kinafafanua hivi: gharama hizi zinajumuisha gharama zote zitakazotumika na chama cha siasa wakati wa mchakato wa uteuzi wa wagombea. Lakini pia sheria inasema mgombea anaruhusiwa kuwa na timu yake ya kumnadi. Ukisoma kanuni utakuta kwamba kwa mfano mgombea urais anaruhusiwa kuwa na watu wasiozidi 50 kama timu yake ya kampeni. Mbunge anaruhusiwa kuwa na watu wasiozidi 20 kama timu yake ya kampeni, na diwani wasiozidi 10. Akizungumza na TAKUKURU TV, Bwana Kesi alieleza baadhi ya makatazo yaliyoainishwa kwenye sheria ya gharama za uchaguzi. Leo nimekuwa mwezeshaji hasa kwenye sheria yetu ya gharama za uchaguzi, ambayo imeweka makatazo mbalimbali ambayo yanamzuia mgombea wa nafasi yoyote, ubunge au udiwani, kutoa vitu vyenye thamani, pesa, vinywaji au vyakula kwa wapiga kura kwa madhumuni ya kuwarubuni wapiga kura wampigie kura, ama kura za maoni ama kura za uchaguzi mkuu. Sheria hiyo inakataza yale yanayokatazwa kwa mgombea, kwamba mpiga kura haruhusiwi kukubali kurubuniwa na mgombea, kupokea fedha, vitu vya thamani au chakula, vinywaji au kugharamiwa malazi na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa mpiga kura inabidi aheshimu kura yake kwa kutokukubali kurubuniwa na mpiga kura, kupewa nguo, kupewa chakula
au kupewa fedha. Lakini pia inakataza mpiga kura kukubali kuahidiwa, labda kupewa cheo kazini au kupewa zawadi yoyote ili kuweza kumpigia mgombea kura. Kwa hiyo kwa kumalizia ni kwamba hata wakati wa kupiga kura, mpiga kura anakatazwa kusafirishwa na mgombea kutoka nyumbani kwake kwenda kwenye kituo cha kupigia kura. Inabidi ajigharamie mwenyewe kwenda na kurudi. Kama mgombea anatoa ofa ya usafiri kwenda na kurudi wakati wa kupiga kura, hiyo inatafsiriwa kwamba ni kitendo cha rushwa. Kwa hiyo mpiga kura asikubali kugharamiwa kwenda na kurudi kwenye kituo cha kupiga kura. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo haya wameeleza namna mafunzo haya yatakavyoboresha utendaji kazi wao. Mafunzo ya leo tumejifunza kuhusiana na sheria mbalimbali, lakini kikubwa zaidi ni sheria ya gharama ya uchaguzi na sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Katika kuelekea uchaguzi mkuu, sisi kama washiriki tumechukua mafunzo haya kama chachu ya kwenda kuwashirikisha wananchi katika mapambano dhidi ya rushwa kipindi hiki cha uchaguzi, na hasa kuwaelimisha kuhusiana na madhara ya rushwa wakati wa uchaguzi, lakini pia vitendo mbalimbali ambavyo ni makatazo katika sheria hizi mbili za uchaguzi. Tutaenda kuwaelimisha kuhusiana kura yao kuelekea uchaguzi huu wa mwaka 2025 wa urais, ubunge na madiwani. Tunawaambia wananchi kwamba kura yake ina thamani katika maendeleo. Asikubali kura yake ikatumika kwa njia ya fedha ama rushwa. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.